katika ile harakati zangu nakaa hapo na nini nachukua video. Nikauliza umeona chiwawa? Nikasema chiwawa tena. Yangu ubuheri wa afya. Hii leo tumefanikiwa kupatana na comedian ambaye anajulikana sana. Tumetembea mpaka katika mji wa Nakuru na hii hapa tuko na yeye hapa, tatuelezea maisha yake alianzaje, kama akifanya comedy hadi wa leo. Sasa tuko na BT mwenyewe hapa hivyo. Habari yako BT? Maybe sasa unaweza tueleza BT ni nani kwanza? Kwa majina mimi naitwa BT, jina langu ni BT Selangat. Tangus. Yes, msichana wa Tangus yani. Lakini saa hii nilibadilisha jina kwa TikTok najiita BT wa Chiwawa. Ile Chiwawa ile trend kabadilisha, nilikuwa najiita BT 799 but ile nini ile Chiwawa ile trend nikabadilisha jina nikaweka BT wa Chiwawa. Sasa ukienda hapo TikTok na search BT Chiwawa unanipata. Sasa kwa wale ambao hawajui, sasa BT Chiwawa ni nani? Tueleze maybe maisha yako, umesomea wapi, umekuwa wapi? Maisha yangu nilikuwa kwetu ni Narok. Sasa nilisomea Narok. Nilianza hapo huko nursery, nikasoma nursery mpaka class 8, nikamaliza nikaenda Polytechnic. Nikamaliza, nilikuwa nimesomea Jerahani. Nikamaliza, after that nikakaa after nilimaliza course nikakaa miaka 3. Nikaolewa, si hata kuolewa. Before tufika hapo kwanza, ulisomea shule gani kwanza hapo? Tutajia. Nilisomea shule yenye inaitwa Chemwokir Primary School. Kwa Narok County. Ulikuwa Narok County? Kwetu ni Narok. Venye tu nimesikuishi nakaa Nakuru. Kwa ndugu ya papa yangu. Tunakaa na wao. Ukamaliza primary, ukaenda secondary school, ulikuwa wapi? Kuenda secondary, mimi sikuenda hapo sasa. Secondary yangu ilikuwa Polytechnic, sikuenda secondary. Ukaenda Polytechnic kufanya courses. Ni kufanya course ya Jerahani. Sasa course ya Jerahani ilikuwa aje? Kufikisha wapi? Sio mbaya. Nilifanya but niko na machine but hiyo machine sio mzuri. Ndio maana nikaacha kushona. Okay. Haya, ukiachana na mambo ya shuleni sasa, BT sasa, before uingie TikTok kama ulikuwa unafanya kazi gani? Hakuna kazi nimewahi fanya. Kazi nyingine yenye nilikuwa nimewahi fanya kazi ya kulima, hata karibu nikufe. Sasa ningekuwa ningeitwa aliyekuwa. Kwa sababu gani? Nilienda kibarua mpaka nikamwambia Mungu, sasa maybe next time nikukufa sasa juu kitoka kibarua hata nguvu yenyewe hakuna. Yaani umefanya kazi mpaka umechoka. Maisha ilikuwa ngumu sana tena zaidi. Yenyewe nilipitia mangumu, ni hata sitaki kueleza sana juu machozi naweza tiririka lakini Waswahili huwa wanasemaje? Wahenga yani. Wahenga wanasema tugange yaliyopita si ndwele. Tugange yajayo ama. Lakini kuna wale ambao maybe wanapitia mashida kama hizo huko nje. Labda ukiwaelezea vile ilikuwa, wanaweza pata pia wao kutoka kwa hiyo shida zenye maybe ulipitia. Labda kwa ufupi tu, kama unaweza tuelezea ni nini ilifanyika hapo nyuma, unaweza tuelezea kidogo kwa ufupi? Venye si niliwaambia venye nilimaliza college. After kumaliza college nikakaa miaka 3 nikaolewa. Nikakaa na huyo mwanaume. After kumaliza college ukaolewa. Maisha ilikuwa aje? Maisha ya ndoa ilikuwa aje?
Maisha ya ndoa sasa nimechukia sasa. Uone venye nimetokea, nilikuwa nimekaa aje. Sio ndoa, sio mbaya mkipatana na mtu mwenye mnaweza mkaelewana na kuvumilia maisha, but ukipata mtu mwenye anakutesa ana acha na wewe ana hata ashughulike na watoto, maisha ni ngumu. Umetueleza umekaa kwa ndoa miaka 3, na kwa ufupi maybe unaweza tuelezea kwa hiyo changamoto ambayo ulikuwa changamoto ambayo ulipitia katika hiyo ndoa? Ni venye ya kueleza vizuri. Najua nilikuwa after nilipatana na mtu akaniambia nimekupenda, sasa akanioa. Sasa nikazaa mtoto wa kwanza kijana. Tukakosana, nikaenda nyumbani. Sasa kuenda nyumbani na kunifuata. Mimi nikaongoja, wazazi wakaniambia wewe kaa tu mpaka wakuje, kwa sababu huwezi amka na uende na wewe umekosana. Ni vizuri watu wakuje wajitambulishe, kwa sababu hata wako wameenda nyumbani hakuwahi kuja. Before hata kwanza tufika hapo, umepatana na yeye mkaamua kuoana. Na sasa before hata uende nyumbani, najua huwezi enda hivyo, lazima kuna kitu ilifanyika hapo katikati ndio ukasema nimeamua kwenda nyumbani. Sasa before tufika hapo akuje kwenu, ni nini ilikuwa imefanyika hapa katikati? Ilikuwa akuja wapi? Before sasa akufuate kwenda nyumbani, umetuambia akukuja nyumbani, na before sasa wewe uende nyumbani na kuna kile kilifanyika hapa katikati. Ni nini ilifanyika maybe ukaamua uende nyumbani kwanza? Hata nilikuwa mambo na familia tu, wanaume tu. Tulikosana kidogo, tukagombana hapo. Badala venye nilienda nyumbani nikamwambia nisamehe na nirudi. Hata sikuwa nimefanya makosa, alikuwa anaenda mpaka saa 5 ya usiku. Maybe hata anaweza onda akose kurudi, na hapo hakuna kitu unaweza mpea mtoto, na ndio mtoto mwenyewe ananyonya. Wewe hujakula kitu ndio maziwa itokee. Sasa una suspect aje mtoto anyonye maziwa yenye hakuna kama hujakula kitu. Hapo ndio nikaenda nyumbani. Sasa penye nienda nyumbani hakuwahi rudi. Hakuwahi kutafuta baadaye? Hakuwahi nitafuta. Juzi last year ndio alikuwa ananitafuta, nikamwambia hiyo ni ile, kwa sababu nilikuwa kwa shida, lakini hukuwahi nisaidia hata. Wenyewe siku yenye nilikuwa nimeenda nyumbani nilikuwa nampigianga tunisaidia hata 100 ya sabuni, anasema. Anasema hata ya sabuni? Alikuwa anasema nikimuitia ya sabuni, anasema alikuwa anasema ananipigia simu nikitaka nini sasa. Na nikasema acha ninyamaza, hakuna haja kumsumbua mtu mwenye atake hata mtoto wake. Last year ndio ameniona sasa ni kama nimekuwa mtu, nikamwambia kurudiana naye ni tile tio. Heri sasa sijui niende wapi kuliko turudiana na wewe, sijui heri nifanye nini. Kuliko unajua mwanaume mzuri ni mwenye unaona tu anakuambia mama uko na sabuni ya mtoto. Mimi hata sijasema ni bai, uko na mangwa ya mtoto ni mbaye mtoto. Mwanaume mzuri ni mwenye anachukua majukumu ya mtoto, mwenye analea mtoto. Sasa mwanaume mwenye alei mtoto anaacha na mtoto, huyo ni mwanaume kweli? Kumaanisha vile ulitoka kwake hakuwahi shughulika na chochote, hata mtoto hakuangalia? Hakuwahi. Tangu niwaje na mtoto alikuwa na miaka 1 hakuwahi. Umesema sasa mwaka iliyopita sasa akakuona, ndio hiyo sasa BT umejulikana kila mahali, ndio akaamua sasa wacha kukuongelesha. Mimi nilimwambia nayo hiyo ni trile, hakuna haja nikwambie sasa hii naanza kukupenda aje na uniwacha, na hata hakuwahi taka kuniongelesha, hukuwahi taka hata kumsaidia mtoto. Lakini nikuulize BT, si watu kukosana na kurudiana ilikuwaje? Siwezi kataa, lakini hiyo ni tuma. Ni hata kuambiwa kurudiana heri tu ni kinyonge safari moja nikufa. Hakuna haja nirudie mwanaume mwenye hakuwahi taka hata kunitoa. Nilikuwa nampigia simu kwanza akiona ni yangu anakata. Chiki yako.
rafiki yangu. Sasa ndio nimwete msamee na turudiane. Mtoto nimelea mwenye sasa iko na mtoto viaje, nataka niambie niturudiane na mtu mwenye hata hataki kuniona. Wacha hata mtoto aliniachia kama alikuwa na 1 year, nikamlea mtoto kuanzia 1 year, sasa ako na 12 years kama sijaomba kitu sasa na nirudie ni kwa huyo mwanaume, si mimi ni mwenda wazimu. Kumaanisha mtoto ni umesema miaka 12. Kumaanisha like kama miaka kama 10 iliyopita. Like now. Mkiachana na yeye miaka kama like 11 years now. 11 years. Ndio sasa anaona ndio upiti sasa, wacha nimuongeleshe. 11 years nilitoka kama mtoto ako na 1 year. So after kuachana na hiyo, umeachana na yeye, maisha ikakuaje hapo katikati hapo? Maisha ya kulea. Nakwambia vizuri. Ilikuwaje? Niliwaachana nikakuja nikakaa nyumbani 5 years good. Nikapata tena mwenye ananipima bangi. Sema kupimwa bangi. Ukapimwa? Nikapimwa bangi. After kukosana na yeye ukaamua kwenda nyumbani sasa. 4 years. 5 years. Nikapata mwingine nikasema huyu ni mzuri sana. Huyo naye alikuwa anakuja nyumbani. Anakaa. Agimad alikuwa anakujanga saa sila aendi jo. Sasa akaniambia mimi ni mzuri, nikuoe tu na huyu mtoto. Asema wewe ni mzuri kweli. Tunajua wanaume kupembeleza ni kuharibu. Kwambia huyo nakubali. Ukaingia box yake. Ya box yake. Sasa tukakaa. Sasa siku nyingine akakuja akaniambia twende sasa kwetu, sasa nikuoe rasmi. Ni mambo sasa nakuja kwenye. Mimi nikasema wacha niende kwa sababu hata mtu nikipotea watu wazazi watajua nimeenda kwao kwa sababu anakujanga. Sababu alikuwa anakuja. Huyu amejulikana. Kumbe naangukia ukaenda kwake. Story ilikuwaje? Umeenda kwake sasa? Nikaenda kwake nikakaa. Kasema wewe usai hata mmoja. Sasa tunaendelea kulea hii wako. Wewe na roho yako unakaa kama Yesu. Ndio nakwambia sasa. Nikasema sinisalie huyu mmoja. Mkasana Mungu naye akanipea msichana. Tukakaa almost 1 year. Mwaka mmoja. Kaniambia unajua sasa kitu yenye iko mtoto wangu akuli. Wako anakula. Sasa fanya aje, peleka huyu kwenyu alafu urudi tukae na wewe. Mimi nikamwambia ulikuwa umeniambia nimekupenda na mtoto, na first of all nilikuonyesha mtoto ndio huyu. Mimi sijakuficha kuna wanawake wanakuambia sina mtoto na ako na watoto. Nikamwambia mimi vizuri usuri nilikwambia niko na mtoto. Baka nikakuonyesha mtoto mwenyewe, hata ulianza kumtangulisha mkaenda naye mpaka ikabidi niwafuate nyuma. Itabidi sasa itakuaje sasa unaniambia nipeleke mtoto kwetu ndio nirudi nikae. Nikamwambia heri tu niende for good life sentence. Nikamwambia hapa na umenipima, siwezi pembeleza mwanaume ni mwenye tupembatana naye nimwache mtoto wangu niende nyumbani na nirudi niende niwaachie mtoto msafi alifu nikuje nikae na wewe, kwani wewe ni Yesu. Mimi nayo hapana. Hapo kwanza umesema alikuwa anasema mtoto wake akuli. Sasa kwani kulikuwa na shida gani? Wanda akuli wala anaanza kukula, alikuwa mdogo, alikuwa na 1 year. Sasa sema huyu wangu anakunywa chakula ugali, hii nipache tara nani atatea huyu? Nimeshakuelewa. Sasa ndaka huyu mwingine amuondokee sababu anaona ni kama anamlea mwingine. Inamaanisha hivyo. Exactly. Mimi nikamwambia sasa hiyo itakuaje? Sasa nipeleke mtoto nipelekee mzazi alizaa ama ni mimi nilimzaa. Nikamwambia hakuna siku nitai shika mtoto nipeleke kwetu ati nirudi nikae na mwanaume. Wacha tu niende kwetu life sentence. Nikamwambia tutafanya aje? Wacha nikuachie hii yako tu, hata mimi nilikuja na wangu mmoja. Nikuachie tu kwa sababu utaki huyu wangu. Unataka nipeleke kwetu nirudi tukae na wewe. Niachie mzazi atafanya nini mpaka leo huyo mtoto atasomeshea nini?
kwani nilimsalia ama mimi nilimsaa. Nikamwambia acha niende live center, si mambo ya kufikiria na joke. Siku moja mtoto anamugonga anamwambia, akaniambia toka sasa, sitaki hata kuona huyu mtoto. Mpaka mtoto alikuwa anakaanga hapo hivi. Mtoto alipenye alikuwa naona ndio huyo anakuja, mtoto anashinda hapo nje, anakaa hapo nje. Akitoka anarudi anakuja kwa nyumba. Akimwona ndio anakuja anakaa hapo nje. Mtoto alikuwa ameogopa sana mpaka ananiuliza kwani huyu ni nani? Na imagine hata mshangaa mzuri, hata sikumwambia huyu ni, nilikuwa nimemwambia huyu ni baba yako. Penye tu tulienda naye nikamwambia huyu ni baba yako kuanzia leo. Na nikajaribu sana kukuwa mwanamke mzuri kwa ndoa, lakini hakuona. Sasa imagine mtu amwambie mtoto mimi sio baba yako, kafila hiyo ni vibaya sana. Akamwambia ujue, alikuwa anamwambia mtoto ujue mimi sio wako, mimi sio baba yako. Anamwambia live. Mtoto alikuwa anamwambia mtoto live. Nakwambia nilikuwa nimekonda kukodeana mpaka nikamwambia Mungu, kwani kunaendaje? Najua ni ile tena. Mimi sasa akaniambia serious wewe enda, mpaka akanifukuza. Siku ilikuwa saa 3 usiku. Wa mama watu upload wakasema hata kama nikufukuza mtu tulikuwa tunaishi kwa upload. Ingeacha hata ifika asubuhi ndio aende. Akasema acha aende. Mimi nikasema tu acha niende, lakini Mungu nani. Mama mwingine akaniambia acha nikuwekee manguo wewe enda. Na akanilipia piki huyo mama. Akaniwekea vitu zangu mimi nikapanda piki na nikaenda na watoto. Nikaenda na watoto wote. Sasa venye nilimwambia tungepaki na huyu wako, imagine anasema peleka yote siwataki. Mkaenda wote. Tukakuja na wote watoto wawili, msichana na kijana. Nikakuja na watoto nikasema Mungu watoto ni wangu. Na hakuna siku nitapakua niseme huyu sio wangu, huyu sio. Nikasema acha tu niende na hao. Wamekataa huyu wangu. Acha tu niende na hao wawili, siwezi kuacha mtoto nyuma. Mimi na kuacha mtoto nyuma siwezi muacha. Tunatembea hivi. Wawili. Hata kuenda nyumbani, hata mwingine alikuwa ameenda nyumbani juzi, lakini naona mimi namwambia mzazi mtoto amekaa sana, sijui kukaa sasa. Hata nilikuwa nimepuigia juzi nikamwambia hata sasa mtoto wangu arudi, kwa sababu mimi kukaa sijawahi kaa peke yangu kweli. Peke yako. Ni mambo ya kwenda kuachia watoto wa sasa. Mimi sijui. Mimi natembea na watoto hivi. Nikipata yenye nakula tunakula hiyo, kama ni maji tunakunywa hiyo maji tunalala. Mimi kuacha watoto ni ngumu sana. Ni ngumu hata kama ni wakubwa aje ni ngumu. Kwanza hata na wao wamenizoea, hawezi enda safari bila mimi. Nawapenda aje. Kama kuna kitu yenye na mtu akuse mtoto yangu na atajua mimi ni mwenda wazimu. Sasa ndio hiyo umeachana na yeye ukaenda safari yako sasa huku nje tena umerudi. Mara ya kwanza tena ulikuwa umetoka kwa ndoa ya kwanza. Ukakaa nje, ndio huyu umekuja tena ukaingia kwa ndoa. Ndio huyu tena ukatoka nje. Ilikuwaje hapo nje? Ngumu sana. Ile tu nilikuwa na roho ya kuvumilia. Fenye nilitoka sasa kwa hii ya pili nikasema hapo na siwezi enda nyumbani kusumbua mzazi. Mimi nikaenda nikaomba nyumba pale naitwa Njoro Naso. Ukaenda Njoro. Nikaenda nikaomba nyumba. Nikakaa na sister yangu nikamwambia sister yangu sitaki kupea mimi majukumu kubwa, acha niombe nyumba niishi. Si nikaomba nyumba nikaishi. Nikawia vyombo nini chache na vitu ya kuanzia maisha, nikaanza maisha. Kasema tu acha nianze nione venye sasa ile nilianza maisha nilikuwa naenda kibarua 24/7. Saa zingine hata unarudi umechoka, kukula hata ni ngumu tu, hata maisha ni ngumu. Hata saa zingine nilikuwa nakunywa chai na lala tu, hata kupika yenyewe nguvu hakuna, umechoka mpaka maisha yakakuwa ngumu. Maisha yakakuwa ngumu. Lakini nilikuwa naombanga tu Mungu nitoe tu hapa siku moja. Mimi nikakaa huko siku moja. Sijui nilikuwa sikuwa nimeenda kibarua hapa, nilikuwa kwa jirani. Watu nao huko walikuwa wananipenda aje. Najua sikuwa na kitu lakini nilikuwa nakaa ni mwenye ako na vitu.
Ulipokelewa huko? Sana, kwanza majirani, kwanza manyumba 10 watu wa kijiji walikuwa wanasema, walikuwa wananitumia kama example, nasema mkae kama piti. Walikuwa anamwambia kuna mwingine alikuwa anawachama watoto alikuwa anamwambianga mkae kama piti. Penye amekuja hapa kwa kijiji hatujawahi muona akifanya mabaya, hata hatujawahi muona akiwacha watoto wake. Anachuka watoto na anakaa na watoto wake. Huwezi pata siku moja kama amewacha na ametoka. Hapo nayo ilikuwa ngumu, ni kama tu nilikuwa na mali. Hakuna siku niliwahi lala njaa na hakuna siku niliwahi kunywa nduvia. Maji watoto walikuwa wanakunywa sukari. Mimi nilikuwa naenda kibarua, nilikuwa naenda kibarua nipata kama 1000 nafanya shopping yenye inashakaa mpaka nipate pesa nyingine. Na kulipia mtoto school fees. Hiyo siku iko kwa mingi, ilikuwa 400 tu. Sasa nilikuwa na make sure watoto wamekosa, wamepata sabuni, wamepata vitu yenye wanataka, majukumu, mafuta, sukari, nini, kila kitu. Kung'ara nayo wako na ng'ara. Nilikuwa na watoto nao walikuwa nasema ili tupo kwanza tu nini manguo ni baadaye kama umekula. Mama tunaona unang'ang'ana. Na kwa hii harakati sasa huko unang'ang'ana huko, ako wapi kukujulisha hali mtoto anaendeleaje? Ni kukoliwa juzi juu wameona mimi ni celebrity, wameanza juzi. Nikamwambia hiyo ni 3 late sasa, hata kama nimekusamia lakini siwezi pomwa. Unajua sasa ukimsamia mtu hakuna kurudia, yeye iko na pipi mwingine na wewe, mimi sitaki kupomwa popoma ya mwenyewe. Huyo pipi mwenye ameleta hapo anajua kulikuwa na pipi nyingine. Sasa namtakia maisha mazuri. Huyu sasa wa mwisho ama wa kwanza? Wote wawili na wale washawa wote. Najua wanawake wanakuaga innocent. Hakuna mwenye anajua hii nyumba kulikuwa na mwanamke. Tena watakia maisha mazuri, hata mimi Mungu anipe maisha mazuri nilee watoto wangu. Sitaki saa hii niende, si kila mtu ashaoa, kila mtu haiko na pipi. Ndio namwambia, ndio nasema mimi natakia maisha mazuri. Sitaki mwenye anakuja sasa kuniambia mimi ni pipi yake. Pipi yake kwanza saa hii aweke wapi mimi nionekane. Hiyo ni kufunya ndoa. Hiyo ni kufunya ndoa yake tena. Hiyo sasa mimi sipendi. Mtu tu akae na pipi mwenye ameshaoa na ampende huyo. Asirudi kuniambia nakupenda tena, weke wapi huyo mwenye alinifukuza akaoa huyo. Hata mimi sitaki mtoto ya mwenyewe afukuzwe. Mwenye ako innocent. Sasa kwa hii harakati yote ndio hiyo unateseka hapa na pale. Hawa nini wale umekuwa nao kwa ndoa hawashughuliki na watoto. Maisha ndio hivyo, unang'ang'ana ndio hiyo. Anda kuna wale ambao wanapitia changamoto kama hizi ambayo ulipitia, labda unaweza waambia nini katika ndoa? Ndoa inafaa kuaje wasipitie changamoto ambazo yenye umewahi pitia? Wale wako huko nje wanazipitia changamoto kama hizi, unaweza waambia nini? Mambo ya ndoa naweza sema hivi, tuseme ndoa yako iharibika ama nini, labda ni kuenda mapema. Unaweza enda ndoa yenye iko kwa yako, unaona? Naweza enda boma kwenye kumbe hiyo bwana iko kwa yako. Umeenda kwa bwana ya wenye, umeenda kuishi na bavu ya mwingine, unaona? Na maisha ya ndoa ni kuvumiliana. Na labda huko umepangiwa hapo. Na labda huko umepangiwa hapa, hata uzae watoto 10 bado tu utatoka kwa hiyo boma kwa sababu hiyo bwana iko kwa yako. Unaona? Sasa majukumu mambo ya ndoa ni kuvumiliana na kusikizana. Na ndoa sioni mtu aenda haraka hivi. Angoja tu mpaka Mungu alete bwana mwenye ni huyo. Najua naweza kaa hivi mstuke kesho kumbe amepata mbavu yake. Sasa sababu ushapitia kama hizo. Sasa mtu anajua aje huyu ni mkweli, huyu ni uongo? Hiyo nayo uongo, nilisema uongo, sitawahi ongea vitu ya uongo mimi. Ukiona nimesema hivyo yenye nilipitia sitaki watoto ya wenyewe wapiti. Although siku hizi kumekuwa ngumu. That is so painful. Siku hizi imekuwa ngumu. Mimi na kusema eti niseme uongo ni ngumu sana. Kuongea uongo ni ngumu sana mimi.
Sasa ndio huyo wewe uko Njoro, unapambana na maisha huko. Ilikuwaje sasa hiyo time mpaka ukaingia TikTok? TikTok uliingia lini? TikTok niliingia last year mwezi wa 5. Mwezi wa 5, mwaka kama 1.5 hivi. Sasa alafu niingia TikTok labda sikuwa nimeingia penye nilikuwa naishi huko. Sasa nikakujiwa na huyu brother wa babangu, ndugu ya babangu. Kutoka huko Njoro sasa? Alinikujia. Mimi nilikuwa hata sikukuwa, nilikuwa nimeenda kwa jirani. Tunapenda mimi najua kuongea sana. Nilikuwa nimeenda kwa jirani, ndio huyu mimi naongea kwa jirani. Nastukiwa mimi naitwa, Piti unaita, nikamwambia na nani? Piti, nyumba kuna mgari nasimama kwako. Nikamwambia gari ya kufanya nini? Kwani naenda kwa gari. Ukastuka. Nini? Ukastuka wewe nani anatafuta? Waacha kunipima bangi ta. Watoto ndio hao wanakuja. Piti kuna gari. Naona gari imesimama hapo kwako. Hapo nje. Kashangaa huyu nani sasa? Niende nione. Kwani nimekitakuaje ama Mungu? Ukaenda. Kumbe ni huyu kasini wangu amenikuja akaniambia sika viti yako. Twende ukae na wazazi, hakuna haja uteseka hapa. Mang'ang'ana na maisha, twende tu ukae na wazazi. Mimi nayo ndio huyo nikashika vitu zangu. Ukatoka? Nikakuja, at least Mungu. Hapa sasa ukatoka huko? Nikatoka huko sasa nikakuja hapa town. Nakaanga huko Ronda nipenye tu nimekuja hapa kwa kasini wangu. Nilikuwa nimekuja Christmas. Ukaishi nao? Tukaishi na wao sasa mpaka leo, kuanzia 2022 mpaka leo. Mpaka wa leo. Na wananipenda. Wananipenda sana. I wish angekuwa hapa huyo baba yangu akiongea. Anampenda. Nampenda. Nampenda sana. Pole pole. Pole. Mmewahi ona mzazi anakukaribisha na watu ngumu sana. Inaeleweka. Pole. Mzuri sana huyo babangu, huyo ako na roho safi. Sasa nilikuwa nimefanyia operation last year. Before hata tufanye hapo tufika hapo. Ndio huyo sasa ameukaribisha, mmekaa na yeye. TikTok ukaanza, ulianzaje? Last year. Sasa nilikuwa naonanga nikishika simu ya mtu, kuna brother yangu mwingine kasuma wangu alikuwa anapai bando, tunaona TikTok kwa simu yake. Sikuwa na simu, nilikuwa na mulika mwizi. Sasa naona sasa siku moja nikaona demo ya Facebook. Kasema ni kama mimi ni mfano kama huyu mama, si ni hiyo. Kasema nitajaribu na nini sasa. Kasema wacha nikakaa nitulie nimwambie baba yangu nataka unikaie simu. Kamwambia baba yangu unikaie simu. Kamwambia hata kama ni second hand unikaie. Kasema nataka simu, nikamwambia hiyo simu kubwa ni mzuri. Sasa yeye akaniambia ngoja nikipata pesa nitakubaia. Maji na ako penye tu alipata pesa akanibaia. Akanibaia simu second hand. Nikaanza kutumia hiyo, nikachukua video na hiyo ndio huyo sasa ukaanza ukafungua akaunti yako ukaingia TikTok. Nikafungua akaunti yangu. Nikaingia TikTok. Kafanya hati nikajulikana. Yale niliona video ya kwanza. Ndio hiyo ulikuwa unatoa viatu ukiosha alafu kuosha tena ukafaa ikiwa mbichi hivyo. Idea ilikuwa nini lakini? Hiyo ilikuwa
video ya kwanza. Hiyo ilikuwa ya kwanza, sasa hiyo ilikuwa ya kwanza. Ulikuwa unaambia nini watu? Umeenda ukatoa viatu, ukaosha hapo ikiwa mbichi tena, ukaifaa hivyo kama unaenda. Ilikuwaje? Ilikuwa unamaanisha nini? Nilikuwa namaanisha Yesu, unajua wamama wa zamani walikuwa wanavaa tu. Wanaosha miguu alafu wanapaka kama bado iko mbichi na wanavaa viatu wanaenda. Ndio hivyo akaendelea. Walikuwa wanaoshianga tu alafu wanatoa makaa kwanza, wanatoa nini mafuta kwanza, hii arimis wanatoa kuku wanajipaka kama wanavaa viatu kama iko mbichi wanaenda. Walikuanga hivyo zamani. Wewe ukuona, unajua mimi nilizaliwa 19 kitambo. Haya, ndio hiyo uko TikTok. Ni video gani ilikufanya sasa utrend, ujulikane? Nilikuwa nasema wacha niende nipike. Nilisikia kuna choice something unasema. Na mama mwingine rafiki yangu anaitwa Choice. Mama ni mkubwa kuniliko, lakini nampenda huyo mama, hata yeye ananimisi. Alinipigia leo akasema, kwani wewe umeenda ukienda ama umeolewa? Nikamwambia yala mimi mama ya watoto wawili, nani ataoa? Usingoje nitutulia mimi kwanza. Hiyo video ilikutrendisha? Hiyo ilikutrendisha kidogo hii ya Chiwawa last year. Ndio hiyo Chiwawa. Chiwawa, hebu tueleze ilikuwaje? Hata Chiwawa yenyewe ndio ile iko huko. Ilikuwaje mpaka Chiwawa yenyewe? Kumbe leo hata imefunguliwa, sijui nani sasa amefungua tena. Hii Chiwawa kilikuwa kimekimbia kwa hiyo mlango. Sijui watoto walikuwa wamefungua na hiyo nini hapo nini kilikuwa ninachungu nini pipeline ilikuwa inabomolewa. Sasa mimi katika ile harakati zangu nakaa hapo na nini nachukua video. Nikauliza umeona Chiwawa? Nikasema Chiwawa tena. Sasa ndio hiyo mimi nachirekodi. Nani amefungua Chiwawa? Aenda afunge. Sasa hiyo na hiyo harakati nilikuwa nauliza Chiwawa, nilikuwa nauliza na nguvu watu wasoko mpaka kila mtu anasikia. Nilikuwa nasema nani amefungua Chiwawa? Hiyo Chiwawa ikarudisha na ingeenda. Kulikuwa na watu hapo vijana, si hiyo ingeenda. Ingeenda. Video ikatokea, ndio hiyo ukachipata kama umetrend na hiyo. Sasa nilikuwa nimeuliza umeona Chiwawa? Sasa katika hiyo harakati ya kuuliza umeona Chiwawa, mimi nayo nikachukua video na nikaitana na sauti, nani amefungua Chiwawa? Nikaambiwa ni watoto, aenda afunge. Sasa hiyo Chiwawa ikarudisha juu ilikuwa imepelekwa mpaka soko. Sasa mwenye aliona nikiitana nani amefungua Chiwawa akarudisha. Nikarudisha sasa tukakuja tukafunga sasa. Tuingeenda watoto walikuwa wengi huko soko. Na nikapost hivyo na ikaenda na ikienda. Kumaanisha ilikuwa kitu ya ukweli. Haikuwa content. Haikuwa content. Hata Chiwawa yenyewe ndio ile huko ndio kufunguliwa. Ni venye tu amekosa nini mwanya ya kupita aende huko nje. Na video ikatrend hivyo. Reception ilikuwaje kwako uliona? Sasa vile hii trend Chiwawa ilitrend sasa nikaitwa Nairobi. Nitiwa Chiwawa kuja tufanye advertisement nikaenda. Wafanya hivi kazi kukua kubwa ikarudi. Juzi ilikuwa mwezi wa 8 sasa. Juzi tena nikaenda kazi kukua kubwa. Nikarudi tena. Lakini Mungu najua tu ipo siku Mungu tu atanionekania siku moja. Nilisema tu siku yenye Mungu atanibariki. Kitu ya kwanza mimi ni kuwapaia watoto wangu shamba na kujengea nyumba. Najua heri hata kama uko na ya matoba, hata kama ni kanini moja kamuguu moja hivi ama mguu mbili hivi na ikuwe na yako na watoto wakienda wakirudi wasema hapa ni kwao. Hiyo ni mzuri. Okay, sasa ndio hiyo kuna wale watu ambao wanajua like TikTok inakuaje? TikTok inalipa nini? TikTok una survive aje? TikTok tu tuseme huko unatoa stress na kujuana na watu. Hiyo ni vizuri kujuana tu na watu kwa TikTok. Hakuna yenye inalipa. Hata ukitumiwa hiyo roses ndio inakuwa pesa. Ni mzuri hata hao. Venye unaniona hivi mimi sio mimi na ng'ara hivi ni watu wa TikTok wananing'arisha. Ni watu wa TikTok. Maanisha TikTok si mbaya vile. Inasaidia. Inasaidia. Nakufanya ujulikane.
Wamenifanya nijulikane na watu wa TikTok wananisaidia sana. Hakuna watu wa maana kama watu wa TikTok. Hakuna. Ni pesa ngapi umewahi pata TikTok yenye unasema hii ilikuwa pesa mingi? Nilikuwa natumiwa 10,000 USD. USD. Kwa US America. Watu wamenitumia sana. Sana nawashukuru, nawaambia asante, Mungu aubariki, waongeze. Walikuwa wananitumia sana. Hata ning'are hivi ni watu wa TikTok. Siwezi sema ni mimi. Hiyo nayo nimetanganya Mungu. Content zako inakuwaje, unapangaje, like inatokea aje? Sababu kuna mtu unaweza sema nikilala content nakuja, nikifanya nini, na content zako sasa inakuwaje? Panga yangu sipangi na nachikuta tu kama nimesha. Mimi yangu sipangangi. Inakuja peke yake automatically. Eti nipange nafanya hivi na hivi, inakuja tu peke yake na ikikuja tu ndio hiyo umeshika simu. Ikikuja tu ni hivyo. Yangu tu inakuja direct. Hakuna kupanga na hakuna kufikiria, yangu tu inakuja. Mwaka jana uliingia TikTok na kwa sasa hivi naona unafanya video mingi sana, umepost video mingi sana. Ni nini inakupush? Ni nini inakufanya kuwe na hiyo consistent sana? Unajua ni lazima sasa ufanye bidii juu. Ni sasa nikikaa sasa ni nyamaze. Watu unajua tena watapotea. Najua watu inabidi utoe kitu. Of late tumeona unafanya collab mingi sana, si kama kitambo. Tunaona umefanya kazi na Cherono, unafanya kazi na Tekla, unafanya na content creators wengi. Mashows pia tunaona sometimes una attendingi. Ilikuwaje hizi ma collab nini? Sababu mwanzoni ulikuwa unaanza peke yako. Sasa hizi umeanza kufanya kazi na watu wengi. Ilikuwaje kwa decide kuanza kufanya kazi kama hiyo? Najua ni vizuri tena mtu akikuita hapo kuambia ufanye collab, hiyo ndio hapo umejulikana tena. Wananiita. Saa zingine nikiitwa show naenda. Nikiitwa show naenda. Nipate tu yenye napata naenda. Sasa kama shows unaitwa kama comedian ama comedian? Naitwa za comedian. Niliona kwenda kuanza tu pole pole hivi. Mtu akikwambia shika hii unashika, kwa sababu hata yenye mtu alikuwa nayo anakupea hiyo unashika, hakuna kuringa. Pole pole tu, Mungu anakuinua tu pole pole. Ukiitiwa ni kidogo unashika juu Mungu huwezi jua ya kesho itakuwa aje. Na mtu akikwambia tufanye challenge na wewe, mnafanya kwa sababu hata yeye anataka. Unajua utajulikana na yeye atajulikana. Utakuwa umempunenia akaunti yake na utakuwa hata umeinua akaunti yako. Ni vizuri kusaidiana. Niliona pia unaweza fanya kama MC. Hujawahi fikiria kufanya kitu kama hiyo? Hiyo nao naweza fanya, lakini sijawahi fikiria. Unajua MC, kukuwa MC sio mbaya. Lakini nilikuwa nasema ni kukuwa MC mama itakuwa aje. Naweza kuwa, unajua hata hii Serena hizo huwa mimi naongea. Mimi na kuongea sinaongea. Mimi hakuna hiyo ya kuogopa kusema wewe nimeona. Hiyo niliwacha venye tu nilianza TikTok hii, nikaanza hata kuchanuka. Umesema ulipata deals 1 2 3 hapa. Deals inakuwaje hizi makampuni ya kuadvertise nini? Nilikuwa Nairobi ilitusumbua ndio tukaacha. Iko inalipa. Haikufanyika. Walitulipa pesa kidogo sana, hata yenye mtu hata hawezi. Na maisha ya Nairobi penye ni ngumu. Lakini nilikuwa nimehostiwa na mama fulani. Sikuwahi lipa nyumba huko, nilikuwa nimehostiwa tu. Mama mwingine alinihost huko, nikashukuru sana. Akasema asante. Tukakaa nao mpaka siku yenye nilikuwa narudi nyumbani. Nipenye tu kazi nilirudi, kazi kulikuwa mingi, nikasema tu acha niende nyumbani kuliko acha, hakuna acha nikae hapa nishinda hapa nimewaacha watoto. Na wazazi nimewaachia, nikasema acha tu nirudi nyumbani. Tumekuwahi kuona na agent wa Obina Dapaman. Ilikuwaje, mlikuwa mnafanya kazi kama collab ama ilikuwaje? Sababu watu wengi walikuwa wanafikiria maybe utaenda Obina nini, story kama hizo, maybe utufahamishe.
tulikuwa naye kweli. Mwezi wa 8 aliniita tukaenda huko. Lakini tulikuwa tunapiga tu content, kazi ikipatikana ya kuadvertise tunaenda. Lakini venye sasa niliona tulifanya hiyo kwa nini advertisement, watu hawakutulipa poa, ndio nikarudi. Nilimwambia nipeleke Ubina, nikangoja. Kasema kuenda Ubina ni ngumu, ni lazima sijui ufanye nini. Sasa nikaenda ilikuwa last month, mwezi wa 11. Nikakaa huko, nikamwambia ungenipeleka hata raundi. Kasema acha nitamshuka, hakuwahi mshuka. Mimi sijui kuliendaje sasa. Na hakuwahi kukuambia chochote? Alisema pale nitakupeleka, lakini hakuwahi nipeleka. Sasa nikasema acha nirudi nyumbani. Nimeshinda huku Nairobi anipeleki hata. Kasema acha nirudi nyumbani tu nikae sasa, kwa sababu hata nikaona sasa ni kama anipeleki tena. Na umewacha watoto tena, ndio ni ngumu. Hakuna ukae kwenye huko na mzazi afikirie unafanya kazi na hakuna kazi unafanya, hiyo ni mbaya. Ili tu ukae nyumbani watoto wazazi wachuanga hakuna kazi yenye unafanya. Mimi sijui mimi tu, lakini haiwezi kumoja nafika kwa Ubina in the name of Jesus. Utafika. Mpaka tu nifike huko, naomba mimi sijui. Nilikuwa nasema tu nitampigia simu tena nimuulize kama anaweza nipeleka huko ama atamwambia. Tu sai sasa wako na Ubina hivi, hata angemwambia muite tu viti wacho, lakini mimi sijui kuliendaje. Hata mimi najua mimi nayo kumwambia mtu mara mingi huwa na yani kumuuliza mtu, mimi huwa nasema mtu nikimwambia nipeleke leo nipeleke kesho na naona hawezi nipeleka, huwa na wachanga tu naye. Wewe mnashimisha mtu akufanye. Labda wanakusikia, unaweza ambia nini labda kama Saia? Wengine anaweza sikia. Kama Ubina anaambia nini? Akinisikia hawezi tu nifika hata kwa show yake Safari 1. Nifike kwa show yake. Nilikuwa natamani sana kufika kwa Ubina, mpaka nikamwambia Mungu, sasa hii mwaka sasa ikipita kama sijaenda tu, Mungu tu nione sasa kwingine. Yaani hata kufika huko, mimi hata nifike kwa hiyo show yake nifurahi tu. Unajua hiyo show ya Ubina huwa inapamba sana. Hata nikatamani niende huko, lakini sikuwahi fika. Siku yenye nilikuwa narudi na Nakuru sasa ilikuwa last, hata sijakaa sana. Sasa niko na wiki 3 after nimerudi kutoka huko. Sasa nilikuwa nasema ndio sasa nimefika huko, acha nipeleka tena. Mimi Mungu sioni sasa wakinipeleka. I was so nilikuwa nimefeel so painful sana. Lakini namwambia Ubina, imagine nimemuita, lakini nimemwambia mara mingi. Laka nikisema leo itakuwa mara ngapi? Lakini ipo siku siwezi. Siwezi lu. Kuna kukiva. Kila kitu ni kuvumilia. Na kukuwa na hope. Sasa huu mwaka sasa kumekuwa na Kalenjin Music Festival. Hapo tulikuona ulikuwa naomba kama comedian of the year. Maybe sasa unaweza tuambia ilikuwaje hizi awards? Hii awards wenye walikuwa wanapeana kwa mimi sikupewa kwanza. Sikupewa. Iliisha wiki moja kama sijapewa, nikapewa sasa after 1 week. Watu wamepiga wamejifu. Hiyo ni nomination sasa. Nomination yako ilichelewa? Yangu ilichelewa, ilikaa wiki moja bila kukuja. Sasa koti ikakuja baadaye. Kama wiki imeisha watu wamepiga. Sasa ikakuja sasa yangu ikakuja sasa kama washaanza kunini. Washaendelea 8 pop ndio wapige kura. Unajua sasa ni ngumu sasa mtu atoe 8 pop kupiga kura, sio rahisi. Mtu anang'ang'ana na credit yake wapigie watoto wake ama apigie nani. Kwa hivyo unataka kupigiwa kura, lakini walijaribu. Najua walinipigia tena. Walinipigia imagine, lakini sikuweza kumenya. Mimi sijui sasa mbona kuliendaje, na ni kama kulikuwa na nini mali. Kulikuwa na shida, watu wengi mahali fulani ni kama kulikuwa haikukuwa na kaukweli hapo ama. Na watu wengi sana wamelalamika, wanasema hizi awards hazikuwa transparent. Wanasema kura imefanywa nini hapa na pale. Sasa kwako uliona aje, ilikuwa aje? Hata venye nilifika, nilienda huko Eldoret nikasema acha niende tu. Lakini after kufika huko sikuita nikasema watu wangesemanga tu fulani na fulani wakuje.
number 1 ni huyu, number 2 ni huyu, number 3 ni huyu. Mimi tu nikaenda hiyo siku hata karibu nikose fare, nikapigia tena baba yangu, ndio huyu sasa nataka kurudi huko sina fare. Nikamwambia baba yangu tena sina fare. Sasa kwa baba yangu nimefikiria ilikuwa bibi ya brother yangu huyo cousin wangu. Nikamwambia unajua sasa nimekosa fare. Sikumwambia hiyo siku tu. Huko niliostiwa tena. Ni Mungu ni nani na. Nilifika Eldoret sasa vile show ilianza kesho asubuhi. Tukafanya hiyo show mpaka jioni saa 2, ilikuwa saa 2:30 wakitoka huko. Mimi hapo nimesimama sasa, nilikuwa nilie, nilikuwa nifanye nini? Nilikuwa nimesimama na Bongetunyo na huyo sister yake, unajua? Namjua. Bongetunyo na huyo sister yake. Sasa Bongetunyo akaitwa, mimi nikapeleka huko mbele. Nikasema acha nipeleke huko mbele. Watu tu wanasema chiwawa. Hata sikushika number 1 nani? Nafeel tu kulia tena. Lakini ipo siku. Na watu walikuwa wananipenda huko. Watu walikuwa wananipenda sana. Bado wananipenda. Mimi sasa nikasema acha tu ninyamaze na vumilia. Sasa sikuwa na kitu. Ujua sana nasimama kwa hiyo. Uko hapo Niko hapo na sina kitu. Hauna kitu. Nilikuwa na 50 bob kwa mfuko. Kuomba yenye nilikuwa naomba hata ungu hayaamini. Unajua akili ilikuwa mbaya lakini mwili ilikuwa tu imesimama hapo. Mtu anasema chawawa. Yaani nacheka tu ile yenye hakuna. Nasema sema hata hiyo siku nilikuwa nimefeel aje. Ama nilikuwa nafikiria sasa nitaenda wapi? Nitaenda wapi saa hii? Wacha hata hivyo nitaenda kulala wapi? Nitakesha hata ikifika asubuhi nikipata bahali pa kulala nikasema mimi nitalala kwa mtaro. Najifanya tu mwenda wazimu na nilala kwa mtaro. Watu wafikirie ni content. Kumbe nilikuwa nategea nilale kwa asubuhi. Mimi nilikuwa na 50 bob nakumbuka nilikuwa na 50. Watu wanasema chiwawa. Unajulikana. Chiwawa. Alafu kura ndio hiyo. Pia Mungu watu wanasema chiwawa wakichwa sina hata kitu. Niko na 50 bob. Ndio hii sasa ni saa 2 au usiku watu wameanza sasa kusema. Watu wameanza sasa kujipa shughuli, watu wanapanda bikindi au wengine wanapanda gari. Sasa wasichana wengine wakasema chiwawa ndio huyo chiwawa. Alafu akanihaga aje. Nasema unajua leo hizi enda tunalala kwetu. Akasema kuna wale utaenda tunalala kwetu tunakupeleka kwetu. Akasema wewe tumekutafuta sana, tulisikia ulikuwa hapa lakini tumekutafuta sana. Kamwambia nilikuwa kwa ile nini ya chini. Nimekuja kwa hii ni hema mama anaita nini? Ni hema tu Wewe nilikuwa kwa ile ya chini sasa hivi ndio nimepanda huko. Kaniambia unajua hakuna pale unaenda. Tutalala leo. Nitaenda nikachifanya hiyo ya kujifanya. Kumbe hako anajua pila kumaanisha ni Mungu alifanya hivi. Sababu huku kwingine hauna kitu, alafu ndio umekujiwa. Sasa watu wakanihack sana. Wakanihack sana wanakasema hakuna, na mwingine akashika baka akaweka kwa mgongo wake. Akasema hakuna bahali utaenda, tunaenda na wewe. Mimi nikamwambia hiyo tunaenda. Wacha tutaenda, wacha hii ishe tutaenda. Kidogo hata 10 minutes kuisha. Ndio wanasema tokeni sasa tuendeni sasa tumemaliza. Imeisha. Tukaenda na wasichana kwao. Wakaenda wakapika, tukakula. Mimi nikaoga. Nikang'arishwa, nikalala kwa vizuri tena. Na nikalala mpaka asubuhi. Okay. Labda unaweza watambulisha sababu kama walifanya kazi mzuri, maybe unaweza tambulisha kama unakumbuka majina zao pia. Mwingine anaitwa Faith na mwingine anaitwa mbona najaribu kusahau jina sasa. Mbona nasahau, mwingine ni Faith, mwingine anaitwa mbona nasahau jina. Sijui mbona nasahau. Okay. So kina Faith wakiwa huko wanaishi Eldoret, ndio? Wanaishi Eldoret. Walifanya kazi poa sana. Walifanya vizuri. Nawapenda na wamiss tu sana. Wenye wako na wasalimia vile, lakini siku moja ndaenda kuwasalimia huko Eldoret. Mtu akuchunge mpaka asubuhi sio rahisi. Si rahisi. Mtu akuhost mpaka asubuhi tukakunywa chai nikapigia sasa huyu bibi ya brother wangu akanitumia pesa. Ndio nikaenda sasa nikapandishwa gari. Wananipeleka mpaka stage. Mpaka nikapanda gari, wa make sure nimepanda gari ndio nikakuja. Sasa hapo nikamwambia bye, tukaambiana bye, wao wakarudi, mimi nikakuja nikamwambia asante.
Najua hiyo siku mimi nilikuja nikalala nikamwambia Mungu asante, kumbe unanipenda. Yaani tu unanipenda tu vizuri. Kwa sababu sasa ningeenda kwa nani? Yes. Ningeenda kwa nani? Ingekuwa ngumu. Ingekuwa ngumu sana. Ndio hiyo sasa mambo ya awards imeisha. Ndio hiyo watu wamelalamika sana. Anasema hii election haiko transparent. Mpaka wa leo wanalia hawajapewa pesa. Lakini hiyo sio poa, wangelipa tu walishinda. Si tungoje mwaka ingine, next year iko. Sababu sasa kama umekuwa kwa hii awards, maybe unaweza ambia nani kiongozi ambaye anaongoza hizi awards anafaa ikuwa aje, like ndio kila mtu isikuwe like hapa leo tunalalamika hii haikuwa transparent. Hii unaona hizi awards inafaa kura ipigwe aje? Kura tu ya watu unaweza jua nani ameshinda. Wenye wanajua ni wenye wako huko mbele juu, ni kama hii ya president. Naona hata siku moja na hivi nipate president juu. Kweli naweza I wish hata kukusalamiana naye. Sasa mgiti yenye naweza ambia hawa watu wakishinda wapewe tu mazawadi sawa. Wapewe tu mazawadi sawa, kama wasichelewe sana. Sio vizuri kwa promise watu hivi na huku wafanyia poa. Ni vizuri kuwapea watu mazawadi sawa, wajue wameshapewa, waone kenye watafanyia. Promise ya watu lazima itimiwe. Inafaa. Okay. Tukiachana na mambo ya Kalenjin Music Festivals, awards. TikTok tunaona unafanya challenge nini fanya content, lakini sasa kuna look like kama wako. Nashangaa huyu ni nani? Maybe unaweza tuelezea ni nani? Si tuko wawili, tuko mapacha. Naona mnafanya sana mkifanya challenge nyingine na kaa kwaya. Na watu walikuwa wanafikiria nimefanya ikuwe mbili, lakini nimeweka nini ikuwe mbili, lakini tuko wawili. Mko wawili? Ni sister yako? Ni twin wangu. Twin wako? La mnafanana kweli? Maybe anaweza kuja kutusalimia pia tuambie ni nani. Anaweza kuja tu, hakuna shida. Habari yako? Kama hii kiti yetu itatutoshea akae hapo. Maybe unaweza tuelezea ni nani? Kama jina naitwa Carol. Sister wa PT. Kwako pia unafanya content kama hizi ama inakuwaje? Ni ile tu nilipata siku yenye sister yangu alikuwa anaanza kukuwa content creator. Mimi siko na simu, lakini saa hii niko na simu. Saa hii hata mimi nimeanza hiyo content naendelea juu niko na simu. Saa hii niko sawa. Anakuita nani huko? Maybe anaweza kutafuta. Ni kwa jina yenye natumia kwa TikTok ni Karoti Njiwawa. Nyima twins. Tuko mapacha. Lakini yeye alizaliwa wa kwanza, ndio nikakuwa second. Wa pili sasa. Tunaona ukifanya challenge ile sana mnaimba kama kwaya, inawafit sana. Sawa, mara kwanza nikianza watu walikuwa wanadhani ni chiwawa ama si chiwawa, ni like yani hawakuwa na believe mimi sio chiwawa, ni twin wake. Julikani anafanana kwa. Sasa hata nikiingia live watu wanauliza kama mimi ni chiwawa ama ni sister yake, naambianga tu mimi ni twin wake. Video huko mpaka hapa tena naona nini mnafaa the same. Kwa sawa kitu yenye tunafikirianga content inakuja tu hivyo, lakini tuko sawa tu yenye tuko tu tukivaa. Hata watoto hawatujuangi sana, wanatubanza mdogo. Kwanza huyu mtoto wake wanatuwa mpaka mtu mtoto anamuita mama na anamulilia hivyo, anataka kukunywe bwana wajangu amepata, anataka kunyonya kwa kuku.
Nikamwambia wa kwanza ndio huyo sasa ndio. Mpaka mtoto aelewe ni nani mama ni nani kati yao. Ajui nani ni nani kati. Sasa ni nini iliwa inspire mkaamua mpaka mnafaa the same mkafanya content mpaka hata saizi mkikaa ndio hiyo mnafaa the same ni nini inawafanya mkaamua? Hata kwetu alikuwa na mama yetu alikuwa na tunaalisha mambo zenye zinafanana tukiwa wadogo. Siku yenye Chiwawa alikuwa anaanza nilimwambia si uningojee kwanza nipate simu juu simu yangu ilikuwa imeharibika. Akaniambia usijali wacha tu kwanza nianzishe ndio anipate kama nimeendelea tu. Sasa watu wenye wanifuata wamfollow hata yeye. Lakini nilianza juzi hata sijamaliza miezi 2. Naendelea aje sasa huko Sasa hii niko sawa nimefikisha 70 likes na sijamaliza miezi 2. Ilikuwa tarehe 20 ilikuwa tarehe 20 mwezi wa 11 nikianza mwezi wa 11. 70 ama nilikuwa kama uko na 7 si ilikuwa ngapi? Si ilikuwa 70 uko na 60,000 follow. Ishafika mpaka 60. Ujaona? Umesema 70 hiyo 70 sio like 70 followers ama 70. Followers itafika hata 70. Followers uko na wangapi? Nani 70 likes ama ni 70,000? Si nimekuambia 70,000 likes. Hawana ulikuwa umesema 70. Nilisema 70k. Imeenda. Kisha account imefanya poa sana. So reception imekuwa poa. Sasa tukienda hapa mbele maybe content yenye unataka kufanya ama yenye unaendelea sana ni gani? Ni kama ya BT ama ni content gani? Ni kama ya BT tu haina tofauti. Ni kama ya BT. Lakini BT sana anapenda manyimbo. Anapenda kuimba sana. Anapenda kuimba sana. Hiyo wimbo imenitoa mbali. Najua kuna wimbo ingine ukiimba inakutoa yani inakukumbusha mbali na inakupea hope. Unaona? Na mimi najua kuimba ya watu. Mimi sijui kama siku moja nitajua kuimba. Kuimba ya watu naimba ni kama mimi nimetoa hiyo wimbo. Unafanya? Kwanza ya huyu Rose Bwade wanapenda sana na Maasai. Unapenda sana. Unapenda. Unafikiria maybe sasa kutoa nyimbo sababu kama unapenda nyimbo kumaanisha unaweza fanya. Mimi sasa natoa wimbo niseme nini? Mimi sijui nataka yenye watu wameimba yake inatokea Mimi mambo ya wimbo hata naanza kuimba aje. Mimi sijui. Maybe kunaweza na kuandikia kuna mwenye anaweza kuandikia wimbo ndio uimbe. Ndio uimbe sasa. Lakini hii mambo ya kusema eti nafikiria wimbo niimbe mimi sijui kufikiria mimi nafikiria aje nafikiria hata kuimba ya Rose Bwade. Lakini content peke yake inaingia tu peke yake tu hivi. Sasa tukienda hapa mbele maybe sasa ni content aina gani nyingine maybe mnaweza tu surprise nayo ama plan gani ambayo mko nayo? Hiyo sasa kama nyinyi sasa. Unajua sasa ukiwa wawili. Shule ikifungwa ndio tunapatana. Shule kama yetu shule ikifunguliwa tupatane tu yeye anaishi mbali, yeye anaishi Bomeni, mimi niko hapa nyumbani Nakuru. Unaona ni mbali. Sasa itakuwa sasa shule ikifunguliwa kila mtu anafanya yake kivyake penye yake. Ni ngumu kufikiana. Unaona tena weekdays kama yani Saturday ni ngumu kwenda sasa mpaka Bomeni mpaka urudi. Sasa inabidi kila mtu afanyie tu kwenye yako. Sasa hatuwezi ambiana ni kila mtu anafanyanga yake kivyake. Lakini reception imekuwa poa. Kama ushafikisha followers, umesema followers wangapi huko? Followers umeenda, reception imekuwa poa. Kumaanisha watu wakukaribisha. Ndio BT pia. Uko na followers wangapi sasa mpaka sasa? 210. 3 million likes. Imeenda sana. Maana reception na watu mafans pia imekuwa poa sana. And maybe sasa tukimalizia maybe unaweza ambia nini watu wale huko nje mafans wako maybe ambao wanakuona sasa hivi? Mimi naweza ambia nawapenda sana. Umenitoa mbali. Na nawatakia maisha mazuri. Maisha yenye mafanikio mema. Maisha yenye inaweza make familia ikuwe mzuri. Naweza make watoto wenyu wakuwe vizuri. Na tabia mzuri kwa watoto.
na kupenda wazazi, kupenda watoto, kupenda familia yako. Mtu kama iko na bwana upende familia yako, mtu upende bibi yako. Na wasawaambia tu Mungu awabariki, asidi wabariki na musiluso kwa maisha. Maisha ni kuvumilia na kung'ang'ana. Maisha ni kuvumilia na kung'ang'ana. Mapanzi wangu na wapenda, mumenitoa mbali. Mungu asidi kuwabariki na hata Mungu awainue tena. Na tuinuane pole pole tu, maisha ni pole pole na kuvumilia. Mungu ako mbele. Niliona Mungu anatenda kila kitu. Ukimulilia. Thank you guys for watching, and you can also follow BT Chiwawa on TikTok and YouTube. Also kuna Karo Twin Chiwawa, you can also follow her on TikTok. And thank you so much, and don't forget to subscribe to Pharaoh 7 TV. See you in the next video.